kusaidiana, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Hii ni lengo la Uislamu, kuwa watu masaidiana, kwa katika hafla na kwa pamoja, wenye uwezo wanachangia, na Mwenyezi Mungu awafungulie wale wote waliochangia katika hadhara hii, kazi zao ziende vizuri, waje wachangie hii na jingine. Kwa hiyo taawun hili walilofanya la kumsaidia Ustadhi Ngambo, wakachangia, wametengeneza kitu kikubwa kinaitwa at-taawun. At-taawun, taawanu ala albirri wattaqwa, ndicho kitu kinaitwa taawun. Kusaidiana ndio lengo la Uislamu. Lakini kuna lengo la 6, al-qisṭu wal-adala, uadilifu. Wala uadilifu tusifanyane sisi Waislamu, hata kwa wasiokuwa Waislamu. la yanhaakum Allahu anil ladhina lam yuqatilukum fi ddini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin. Yesu anasema isiwazuie nyinyi kuwafanyia wema watu ambao si dini yenu, maadamu hawajakupigeni vita wala hawajakutoeni katika majumba yenu. Afanyie uadilifu, tuishi kwa uadilifu sote ni kitu kimoja. Mtume Muhammad lengo lake kubwa na mazia yake kubwa ya da'wa ni kuwafanya wanadamu wote wawe kitu kimoja. Waliobakia hawafiki huko, wanabakia tuna kikundi chake kiwe kitu kimoja, na walimu wa dini wawe kitu kimoja. Lakini dawa ya Mtume Muhammad imefika mbali, ni kuwafanya wanadamu wa nchi nzima, wa dunia nzima kuwa kitu hicho. Ndio mazia ya dawa ya Mtume Muhammad. Yeye kwa kipambana ulimwengu mzima uwe kitu kimoja, Mtume Muhammad. Kwa hiyo uadilifu baina ya Waislamu, wasiokuwa Waislamu, tunaamiliana katika biashara, tunafanyana, tunauziana ndani ya maduka ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Tunatakiwa tufanye uadilifu bila kuangalia dini zetu. Lakini lengo la 7, al-ihsanu, kufanyana ihsani. Hata katika ndoa watu wakiwezeshana wanaambiana zawijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bima'rufin au tasri'in, na kuwezesha bila alivyoamrisha Mwenyezi Mungu, kushikamana kwa wema, na ikitokea kuachana mwachane. Hii imekwisha sasa, haipo. Kila wanaoachana wanaachana kwa uadui, ihsani hakuna. Tunatakiwa tuachane kwa wema. Yaani mtu umemwacha lakini ni rafiki yako, umemwacha lakini mwaandizana mambo. Lakini leo mtu hawezi kumlisha mwanamke, lakini awanga sikuachi, kama waweza inunue talaka au ivue. Sasa wala mwanamke mwenye kazi hana, huyo akijivua humpa, akibabadua mpaka akiipata, nyinyi mtakuwa ni watu, ni maadui. Ihsani kwa hiyo hakuna ihsani. Na hili ni lengo la Uislamu, lazima watu waishi kwa ihsani. Umemuoa, riziki imekwisha, muachane vizuri kwa wema, sio kwa uadui. Mwanamume ataka mwanamke adhirike, mwanamke ataka mwanamume adhirike. Nini sasa? Ihsani ihsani ni lengo la dini ya Kiislamu, watu kuishi kwa ihsani, kwa wema. Lakini lengo la 8, al-hurriya, uhuru, lakini pamoja na kuheshimu viongozi. Uhuru, tunatakiwa Uislamu sote tuwe huru, ni lengo la Uislamu. Muislamu asili hayuko huru, awe huru. Lakini pamoja na uhuru usikufanye unakosa heshima na viongozi. Uhuru wako uwe nao, lakini uheshimu viongozi wa serikali
lakini uheshimu viongozi wa dini. Ni lengo la Kiislamu. Ukimwona mtu anamfedhurikia kiongozi wa dini, amwita shehu baba, ndio ujue huyo hana dini wala hajui malengo ya dini. Tunaitana kwenye mtandao kwa shehu baba, ni mko wapi shehe? Lakini shehe ni mtu wa kuheshimiwa. Unapomsema vibaya shehe, luhumul ulamai masmuma, nyama za wanachuoni zina sumu. Ukimsema vibaya shehe alafu hatima haitakuwa nzuri, lazima wewe utapata maradhi mazito. Mara siku utakuwa na maradhi ya kansa ya ubongo. Wala tafuta imekuwaje, mbona katika familia yetu hatuna maradhi ya kansa ya ubongo? Nasema huyu alikuwa akimsema shehe. Ni shehe unamchezea shehe bwana. Wanafuta maradhi ya kansa ya ubongo. Mtu yoyote anamchezea shehe huyu anatafuta maradhi ya kansa ya ubongo. Jambo zito. Kwa sababu shehe ukimchezea utapata hatima mbaya. Huwezi kuishi katika hatima nzuri. Lazima aende na shehe vizuri. Kwa hiyo uhuru, lakini uhuru wetu usitufanye kwamba sasa tunawadharau mashehe, tunadharau wenyekiti wetu wa serikali za mtaa, tunadharau wabunge wetu, tunadharau. Hapana, si sahihi. Utakuwa wewe hujui malengo ya dini. Lakini tisa, wahdatu min kulli shay. Waislamu tunatakiwa tuwe wamoja katika kila kitu. Ukiliona hili la Uislamu, basi lazima wewe yaani uliunge mkono. Kila ambalo ni la Uislamu tunatakiwa tuliunge mkono, al-wahda. Kwa sababu sisi tunatakiwa tuwe wamoja hata katika akida, itikadi zetu. Maanake watu hawataingia peponi kwa vikundi hawa Shia, hawa sijui Ahmadia, hakuna pepo hiyo. Nifahamiana masala. Tusije tukafikiri kuna pepo ya watu vikundi. Sasa mimi mwenyewe kwa swali, huingii. Lengo ya wahdatul aqida, umoja wa tauhidul aqida, ndio itamuingiza peponi. Kuna ma'tiqadul firqatin najia, ni ipi itikadi ya kikundi chenye kuokoka. Mtume anasema sataftariqu ummati 73 firqa, ummati huu utagawanyika makundi 73, kulluha fi nar, yote itaingia motoni illa wahid, kundi moja tu. Kwa hiyo tupambaneni na watoto wetu, tuwasomeshe, tutafute hilo kundi moja. Aliulizwa Mtume ni kundi gani, akasema humul ladina ala ma ana alayhi wa ashabi, ni lile kundi ambalo mimi niko juu ya hilo na sahaba zangu. Yani mimi niko katika itikadi hiyo na sahaba zangu, kundi hilo ndio litaokoka. Yani moja tutakuwa kunaingia kundi moja. Hivi kundi tunavyoona kwa motoni, hakuna hata kikundi kitakachoingia kundi ila moja tu ambalo limekwenda sambamba na Mtume Muhammad na maswahaba. Na huwezi kwenda sambamba mpaka ukae chini kwa muda mrefu utafute kundi hilo, usome kwa muda mrefu, utaweza kufikia itikadi hizo zinazotakiwa kwa muda mrefu. Sio nasema miaka miwili tumingapi wasamii ni shekhe, ni ustadhi, ni msikini. Wenzetu hawa wa kizungu mpaka awe msomi ashasoma miaka 30. Mpaka ukiwa una master hesabu kuanzia na science school mpaka wapata master ni miaka 30. Nusu ya umri wa mwanadamu uko masomo. Baki umri ni miaka 60. 30 ni masomo, 30 kufa. Maliza kwa malizika. Sivyo nimeelewana vizuri. Sasa wao miaka 30. Wewe unafikiri kama miaka 30 ile waisoma dini wewe unakuwa nani? Wala usifike 30. Kwa sisi wengine tunataka 10 tu. Mimi ukinipa 10 tu nikae na wewe miaka 10 tu, utamshinda huyo master. Wewe mwenye master utamshinda. Kwa hiyo umoja wa akida, itikadi zetu ziwe moja. Tusije kufikiria vikundi vitatusaidia.
hawa kikundi nje, hawa kikundi peponi. Hakuingii vikundi vingi, kikundi cha peponi ni kimoja tu, kundi moja tu litaingia peponi, wale waliokuwa na Mtume Muhammad na sahaba zake. Sasa dini leo vikundi vinakuja vingi, na wewe hujui ni kipi cha sawa, na kusoma usomi. Sasa utakijuaje kwamba kikundi hichi ndio cha sawa? Lakini kumi ni iltizamu sidq, kulazimiana na ukweli. Lazima katika malengo ya Uislamu tuwe na ukweli katika kutekeleza ahadi zetu, ukweli katika kuwaheshimu wazee wetu, kuwalea wazee wetu. Ukitaka kujua mtu ni mkweli, mwangalie yeye na baba yake au na mama yake wako vipi. Kama anahangaika na watu wao, jue ni mkweli. Sababu hivi sasa zama tulionazo watu wanazaa wanafiki. Hizi ni zama za kuzaa wanafiki. Kwa sababu umezaa mtoto, kumbe umezaa mnafiki. Si watoto wa kuzaa hao wa kizazi, wala si wa kuzaa wa ilmu. Wote tuwazaa. Bali mtoto wa ilmu pia ni mtoto wako, umemsomesha. Lakini 90% ya watoto wa sasa wanaozaliwa kiilmu wanafikiwa tu wanafiki. Shekhe, unamwona mwanafunzi mnafiki. Shekhe, mwanafunzi hawezi kukupigia hata simu akajua hali yako. Usome za mwanafunzi za mnafiki. Basi na jazakallah khair. Kwa hiyo asifu ukweli. Ukweli, dalili ya ukweli ni watu kuona wanakwenda vizuri na wazazi wao. Kitaka kujua fulani ni ukweli, anaishi vizuri na mamake, anaishi vizuri na babake, wako vizuri na wazazi wake, ni dalili kubwa ya ukweli wa mtu. Mpaka anamhitimisha baba yake, anamhitimisha mamake, hata ajue nini, awe sijui ni dokta, sijui awe yuko kazini sijui wapi, lakini yeye na mama yake anamsimama naye, yeye na babake anamsimama. Huyu ni kweli. Lakini watoto wangapi wanakimbia wazazi wao? Kuna mtu katoka Tanga akaja hapa, hataki kujulikana anakaa wapi. Mkibagundua tu anahama. Wamegundua tu anahama. Mkigundua anasikia siku nasikia kwa sehemu fulani, mkenda bala akishajua tu hilo na kushabajua hawataki kuwa kuna wazazi wake. Sasa huyu tutasema ni mtoto huyu. Kwa hiyo iltizamu sidq. Lakini lengo la 11 kujizuia, al-imtinau anil ghiba, kujizuia na kusengenya, kujizuia na fitna, kujizuia na ghashi, kujizuia na muamala mbaya, kuishi vibaya na watu, kujizuia na mambo mabaya. Ni katika lengo la Uislamu. Uislamu hautaki sisi tuishi vibaya, tujizuie na mambo mabaya. Fitna, kusengenya, zote hizi ni katika tabia zetu sisi Waislamu.